Assalamu alaikum, naitwa Saidi. Karibu kwenye channel yetu ya tujifunze HTML kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutajifunza row span katika HTML. Row span hutumika kuunganisha mistari miwili au zaidi kwenye table. Tupo pamoja? Kama vile ambavyo col span inavyotumika kuunganisha columns, row span inatumika kuunganisha rows. Sasa moja kwa moja twende tuone jinsi gani ambavyo tunaweza kutumia row span katika kuunganisha row kwenye table la HTML. Kama kawaida tukianza huwa tunaanza na table. Hapo table hapa kama kawaida tuweke border 1. Okay, baada hapo tutakuja na table row. Ndani yake tutaandika th, maana yake table header. Hapa tuandike heading jina, halafu tuandike th nyingine, halafu tuseme masomo. Tupo pamoja? Sasa moja kwa moja twende katika browser tuone kipi ambacho kitajitokeza. Okay, hapa. Haya. Jina masomo. Nadhani tumeona vizuri. Baada hapo turudi tena katika kodi zetu. Tutashusha na kuandika tr nyingine. Ndani ya tr tutaandika td, manake table data. Table data hii ndani yake hapa tutaandika row span. Row span manake tunataka tuziunganishe row. Hapo kwenye quotation tunaandika namba ya row tunazotaka kuziunganisha. Kwa mfano mimi naweka 2, manake tuunganishe row 2. Tuko pamoja? Hapa nitaweka jina Ali Omar. Tuko pamoja? Halafu chini yake hapa nitaandika td nyingine, halafu niandike jina la somo, kwa mfano Kiswahili. Tuko pamoja? Sasa twende katika browser tuone kipi kitaendelea kutokea. Tukirefresh hapa tunaona kuna jina masomo, jina limekuja Ali Omar, somo Kiswahili. Tupo pamoja mpaka hapo? Kwa vile tumeunganisha row 2, sasa tukaunganishe data nyingine ili tuone itakavyoonekana au itakavyotokea. Kwa hiyo hapa nitaandika tr nyingine, tr, halafu ndani nitaweka td, na maana yake table data, halafu nitaandika somo jingine, kwa mfano English. Twende katika browser tuone kipi kinatokea. Tukija katika browser tukirefresh hapa tunaona jina ni Ali Omar, ambaye yeye ameunganishiwa row 2, maana yake kwamba Ali Omar atakuwa anahusika na masomo mawili. Somo la mwanzo ni Kiswahili, somo la pili ni English. Nadhani tupo pamoja mpaka hapo. Sasa hebu tuangalie kitu kimoja hapa. Kwa mfano ni copy, unaona? Na copy, baadaye nakuja kupaste sehemu hii hapa. Twende tukarefresh. Kwa mfano hapa tuandike kwanza biology. Twende kwenye kurefresh. Katika kurefresh angalia kinachotokea. Kinachotokea ni hivi. Kwa nini itoke hivi? Inatokea hivi kwa sababu sisi hapa tulisema tunahitaji kuunganisha row 2. Sasa ile row ya 3 haikubaliki, maana yake ndio imekuja vile bila mpangilio, kwa maana huku hatukusema ambacho tunataka kukifanya. Ili kuepusha hilo tunaweka nambari 3 tu katika sehemu hii. Tukija kurefresh page moja kwa moja tutaona imebadilika. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kutumia au kutumia row span kwenye kuunganisha table kwenye HTML. Kama kuna ambacho umejifunza, na kusihi usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Asante sana, tukutane katika video inayofuata. Bye.